akaja huko, alikuwa ameitwa kuja kurekodi kwaya. Sasa na mimi nikaenda kurekodi huko. Lakini sasa hiyo nyumba ya pili nikatafuta producer sasa, ambaye nimepata producer kubwa studio. Nikaongea naye akasema sawa, tutakuwa tunafanya kazi. Akaniambia njoo rekodi hiyo nyumba yako ya kwanza. Nikaenda nikarekodi Success. Nikatoka ngoma poa sana. Sasa nikasema kuwa nitakuwa hiyo sasa ndo producer wangu huyo wa kubwa studio. So ngoma zangu nitakuwa na rekodia studio, maana hata Success nimerekodi kwa nitakuwa nimerekodia kubwa. Sababu hata hiyo Success nimerekodia kubwa nimetoka vizuri sana. Kuna watu ambao wanasema mara nyingi producers wanawadhulumu wasanii. Na ni wasanii wote general. Wewe hujaipatana na dhuluma yote kwa producer yote pengine? Kwa sasa bado, sema tu yule producer ambaye alitoka Tanzania, hiyo nyimbo yenye nilipiga, hiyo melody yenye mimi nimeenda nayo, alitengeneza beat ambayo iko tofauti na hiyo yenye nilitunga. Sasa akaniambia itabidi tu shift hii nyimbo tupige na hii beat yenye nimetengeneza. Sasa ukaona ikabidi hizo stanza zenye nilikuwa nazo zingine haziingiliani. Unajua kuna zingine zinaenda off beat. Sasa zingine haziingiliani. Ukakuta tu ni chorus imeingiliana. Hizo verse zingine zote nimetunga kwa studio. Hiyo nyimbo ya Papaye Masai nimetunga tu kwa studio nikiwa nimewekelea ndomo kwa mic nikaitunga hivyo. So hiyo ndio mimi naona maybe huwa kuna venye wanawadhulumu, lakini pia ni hiyo time, kwa sababu sikupata time kubwa kwa studio yake. Mimi nilienda tu sasa hiyo nikarekodi ngoma. So naona hiyo ndio kilini affect. Sasa hiyo ya producers kudhulumu wasanii, mimi bado sijaona wanadhulumu vipi. Wewe kama wewe bado hujapata hiyo ile ya dhuluma, sio? Bado sijapata ile ya dhuluma. Haya, dakika 35 msikilizaji zimekatika pale baada ya saa 5 saa za Afrika Mashariki. Sisi tunazama tena, tukirudi itakuwa ni awamu ya kumalizia